صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلا يا سيد عثمان سيد عثمان من له صلاة الرحمن النبي نجل عدنا المداد يا سيد عثمان. إلا يا سيد عثمان سيد عثمان من له صلاة الرحمن النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الخلفاء المسترشدين من بعده إلى يوم الدين. أما بعد، الحاضرون Waislamu wote kwa ujumla wetu, muridi wote kwa ujumla wetu, na wale wote wanaotusikia, nimekaribishwa kwa nia ya kuhudhurisha kwenu amana niliyokabidhiwa na uongozi wa juu kabisa wa Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania. Sallu ala nabi. Wote ni mashahidi kwamba tulikuja tukafanya hadhara ya bwana wetu, mlezi wetu, shekhe wetu, Sheikh Muhammad bin Nasir bin Abdullah al-Qadiri. Na baada ya kumaliza hayo tukarejea makwetu tuliorejea, lakini baadhi yetu wakawa bado wanakomba zile fadhili za kuendelea uwepo na bwana wetu. Alhamdulillah, masha Allah, hakuna namna ila atakalo na Mungu ndilo linalokuwa. Na alishatutangazia zamani kabisa kwamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ghafla tukapokea taarifa ya kuwa tumeondokewa na bwana wetu. Ni jambo zito, jambo gumu, lakini ni jambo lililo katika ada ya maisha ya mwanadamu. Hakuna namna, ile inapotokea tulipokee kama linapokuja. Yajibu al-maut baghtatan, na ndio hali iliyotokea. Lazima kubali kama walivyokubali masahaba walipotangaziwa kifo cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitokea mwamba mmoja akasimama katikati, akasema maneno ya kishujaa kama vile kutaka kuziwia kwamba Rasuli alayhi salatu wasallam hajaondoka duniani. Lakini akaja mwamba mwingine akasimama akautangazia umma maneno ya kishujaa
lakini maneno yale yaliwafanya watu wote wakubali. Alkadhalika na sisi lazima tukubali, na alhamdulillah kwa muda wote tulioshughulika na jambo hili mpaka kufikia hatua tuliofikia, imethibiti kwamba wote tumekubali. Bwana wetu ni bwana ambaye alichukua nafasi hii si kwa kupora, si kwa udanganyifu. Alipewa kwa ushahidi kamili kabla ya mwenye kumpa kuondoka duniani. Hivyo ikathibiti kwamba ni bwana ambaye kwamba mwenye baraka zote za uongozi wa jambo hili. Basi ndivyo hivyo na yeye ametuongoza kwa hali zote, ametustahimilia, ametuvumilia, ametuchukulia, lakini akahakikisha kama tulivyoambiwa, vile alivyopokea ndivyo alivyotuacha. Maana yake nini? Alipewa chombo kilichojaa, lakini chombo kile kahangaika nacho mpaka mwisho wa uhai wake. Akasema nakiacha chombo hivi vile vile kilivyojaa bila kupunguza hata tone la maji yaliyomo ndani yake. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, na hivyo mabwana ndivyo ilivyokuwa. Na kwa bahati nzuri kabisa, shekhe wetu kuondoka kwake hakukuwa kwa vishindo. Baba jamani, shekhe anaumwa sana, shekhe kalazo hospitali fulani, shekhe hali imezikuwa mbaya, shekhe. Haikuwa hivyo kwa shekhe wetu, haikuwa hivyo kwa mlezi wetu huyu. Bali aliamka alfajiri, akaswali swala ya subuhi kwa jamaa, akafanya kaida ya uradi wake, uradi wa jamaa katika mazawia kama tunavyofahamu ulidi, mpaka akaswali salati ishraq kwa jamaa, akatoka arudi nyumbani kama kaida yake, akakutana na wageni, akanywa na ushai pamoja. Bwana huyo haitoshi, baada ya kunywa na ushai akafanya mazungumzo nao, lakini kwa kuwa anatambua ana safari, alifupisha mazungumzo. Sallu ala nabi. Kwa kulitambua hilo, akawaaga. Sasa isheni kidogo ndio leo ni siku ya darasa. Leo ni siku ya darasa. Ndani tena huko leo kutokea yaliyotokea pasina kishindo kizito. Tunafika ndani, tukakaa kitandani, tukaongea maneno matatu na mama. Kitandani tutakuta anajinyosha, muangalia hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hivyo ndivyo aliondoka bwana huyu. Kwa safari hii alijitambua kabla, kwa safari hii alijitambua kabla, kwa dalili nyingi sana. Nimeongea hapa ni yeye ndio alimteua kwa mimi mwenyekiti wa jumuiya za Wahadharia Tanzania. Hivyo basi, katika baadhi ya mambo kwa mfesi kwa kwanza kunielezea, alikuwa na mimi karibu sana katika mambo haya na yale, lakini hata kunituma kwa baadhi ya safari, na hili kalishughulikia mahali na hili kalishughulikia mahali. Siku ya Jumapili tuko katika hadhara ya Dar es Salaam, hadhara ya Sheikh Muhammad Nasir radhiyallahu anhu. Siku ya Jumapili tunamaliza hadhara, ananiambia kesho uje
kule nilipo, umlete Sheikh Isa bin Sheikh Muhammad Nasr. Ananiambia shekhe, kesho Jumatatu uje kule nilikofikia, umlete Sheikh Isa kaka yetu Sheikh Isa bin Sheikh Muhammad Nasr radhiyallahu anhu. Neno hilo baada ya muda kidogo akalirudia tena, lakini baada ya muda akalirudia tena na akaniambia kuna ujumbe mzito wa kuzungumza baina ya mimi na yeye. Tafadhali mlete kwa wakati, saa 3 kamili huwe mshafika. Hayo aliniambia mimi. Nilimwambia Sheikh Isa akatamka kwamba marhaba, nilikuwa nasubiri ujumbe huo. Maneno haya, nilikuwa nasubiri ujumbe huo, na kwa ujumbe huo sitakwenda peke yangu, pamoja na kwenda na wewe, lakini nitamchukua Sheikh Muhammad Dedes, tutakwenda pamoja. Sawa, nikufuate wapi? Akanambia la, utatoka nyumbani, nitakupitia nyumbani kwako, tutatoka tutakuja Zawiani, tutamchukua Sheikh Muhammad Dedes, kisha tutakwenda pale maarufu tunaita Taifa, tutakutana na shekhe, tutazungumza naye. Nilipofika Jumatatu nilifanya hivyo, alinipitia Sheikh Isa, tukaenda Zawiani, tukamchukua Sheikh Muhammad Dedes, tukaelekea Taifa mahala aliko mlezi wetu. Kulifanyika vikao vitatu. Kikao cha kwanza kilikuwa ni baina ya shekhe mlezi wetu na Sheikh Isa bin Sheikh Muhammad Nasr. Hiki ni kikao cha kwanza. Ni mlezi wetu Sayyid Uthman radhiyallahu anhu pamoja na kaka yetu kaka Isa bin Sheikh Muhammad Nasr radhiyallahu anhu, wakazungumza walioyazungumza, wakatoka wakiwa na furaha na bashasha. Kikao cha pili kikawa baina ya Sheikh na Sheikh Muhammad Dedes. Wakaenda faragha, wakazungumza waliozungumza, wakatoka wakiwa na bashasha na furaha. Kikao cha tatu kikawahusisha sasa mwenyewe mlezi Sayyid Uthman radhiyallahu anhu, kaka Isa bin Sheikh Muhammad Nasr radhiyallahu anhu, Sheikh Muhammad Dedes radhiyallahu anhu, Sheikh Ali Juma Mkwani radhiyallahu anhu, Sheikh Hamis Mijire radhiyallahu anhu, na mimi mtumishi wao. Tukazungumza tuliyoyazungumza. Baada ya kuyazungumza hayo, shekhe akahitimisha kwa maneno mawili yafuatayo: yote tuliyoyazungumza, na nukuu, yote tuliyoyazungumza, kikao chetu hiki ndiyo kikao kikubwa la kwanza hilo, na kikao chetu hiki ndiyo kikao cha mwisho. Sallu ala nabi. Pakapita mazungumzo haya na yale, tukiwa na furaha, na kuna mlezi wetu akarudia, tumekaa kikao ambacho ni kizito, na hiki ndiyo kikao chetu cha mwisho. Neno hili alirudia mara 3.
Kwa hiyo tuzingatie kwamba kikao hicho alichokaa bwana na mabwana wetu hawa, alafu tukachukuliwa na sisi vijana wao tukawepo, ndio kikao cha juu na ndio kikao cha mwisho kwa kauli ya mlezi wetu Sayyid Uthman. Baada ya hapo namuuliza, kesho ratiba yako shekhe ikoje? Ambayo itakuwa ni Jumanne. Anambia Jumanne kuna hadhara Msasani maarufu kama Makailani. Mimi na wewe tusiende Msasani. Msasani ni zawia letu, ni mahala kwetu maarufu, hakuna tatizo. Kuna zawia jipya linatakiwa likafunguliwe Kigamboni, bali huko sehemu za ndege. Muhimu mimi niwepo na mwenyekiti uwepo. Kaambia asalamu alaykum. Ilipofika siku ile ya pili ambayo ni Jumanne, Said akiwa na Sheikh Hamis Mingire walitangulia, lakini wakanipigia simu, tunatumia usafiri uje kwa sababu tukikusubiri tutachelewa. Nilipata simu nyingi siku hiyo kutoka Msasani. Mwenyekiti, mbona hatukuona? Hata mlezi hatumuoni. Nikamwambia tuko wengi, itoshe sasa, wengine tuwakilishane katika maeneo mengine. Nisipokuwepo huko basi fahamuni kwamba kuna sehemu niko, na huko niliko si amri yangu, ni amri ya Bwana. Tukafanya hadhara huko, tukamaliza. Tulipomaliza ananiambia kesho Jumatano mapema tutarejea Zanzibar, tutakutana Zanzibar. Bwana, tunahama Dar es Salaam, tunahamia Zanzibar. Tukifika Zanzibar, pamoja na yote, hadhara siku ya Jumapili, Bwana alitangulia kufika katika uwanja wa hadhara kabla ya. Nikapigiwa simu, mwenyekiti uko wapi? Mzee anakuulizia uko wapi? Nikaja, nimekuta keshafika na hadhara iliendelea, kiasi cha kuniambia kaa hapa. Nikikaa ananiambia tukimaliza hadhara usiondoke, na barua yako, tuonane tuzungumze kwa gari. Nikamwambia sawa sheikh, na mimi sina nia ya kuondoka leo. Tukimaliza hadhara nitabaki, lakini kesho inshallah kwa muda utakaoniruhusu ndio nitakaoondoka. Imefika siku ya Jumatatu, kama kaida tumeshiriki hapa uradi mpaka ishiraki, tumemaliza, tukapandisha juu hapo kwa Dar es Salaam. Baina yangu na Said mlezi wetu sikupata kikao kingine chochote. Ikathibiti alichokisema kwamba kikao hiki ndio kikubwa na cha mwisho. Tulipopandisha hapo juu, kukawa na vikao mbalimbali, watu wanakuja na ya kwao kuja kumwaga mlezi, wanarudi katika maeneo yao. Tukazungumza nao vikundi kwa vikundi kwa vikundi, hatimaye ikafika wakati sasa tumemalizana nao. Anasema kule nyumbani nahitajika, toka nimetoka swala ya alfajiri sijarejea, hivyo twende nyumbani. Tumetoka hapa tunakwenda nyumbani kwa Mjindo. Alhamdulillah, tumekuta wageni, kasalimiana nao vizuri, kaingia ndani, mama akamfuata ndani, wakazungumza. Baadaye mzee anatoka, ananiambia sasa twende kwa Mtikura. Tunatoka na bwana, tunaingia katika gari, Alisaidi akiwa ndio dereva wetu. Tumekwenda mpaka kwa Mtikura, ni majira ya saa 6. Kufika pale ananiambia barua nimekupa. Nikamwambia na mzee, barua ile utakaa na katibu utaizingatia, mtaleta mrejesho. Lakini barua ile pia nimempa Sheikh Alimkwani na nimempa Sheikh Hamis. Barua inahusu masala huko Arusha. Baada ya kuniambia hayo, akanambia sasa nimekuruhusu nenda zako.
basi mzee, safari ni ndefu, naomba nikajitengeneze. Akachukuliwa bwana, mpeleke Zawiani kule akajitengeneze kwenye kiti. Nimekwenda nimejitengeneza, nimerudi, nampa mkono, ananiambia sasa tumeshaagana, nenda, tutaonana inshallah. Ndio maneno aliyomaliza baina mimi na yeye. Aingia katika gari na kwenda Tabora. Hiyo Jumatatu tumeshinda, Jumanne, Jumatano mzee anafariki. Sasa basi, taarifa ya msiba imeshaenea, watu wameshafadhaika, lakini alhamdulillah tunashukuru Bwana Mungu aliweza kutupa ushujaa aliotupa, uimara aliotupa, pamoja na mitetemeko ya hali zetu na akili zetu, lakini tumehimili kumweka Bwana wetu katika mazingira aliyotuwezesha. Tuamini kwamba Bwana yuko mahala salama na yuko kwenye pepo ya Firdaus. Hatuna shaka na hilo. Kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuongoza Waislamu, kuongoza Maulidi, kuiongoza tarika, katutoa katupeleka nje ya mipaka ya Tanzania. Tunaona mabwana leo hapa yuko Sheikh Sadiq kutoka Lapa. Si, huyu bwana kutoka Sheikh Sadiq. Sio unakwenda mpaka Kenya, Mombasa, unasafiri unakwenda mpaka Lamu, Lamu unaanza usafiri mwingine wa bahari kwa bahari mpaka unafika huko mahala kunaitwa Siu. Stage huko amefika kwa mguu wake. Lakini akaona akatoshi, tukenda mbele mpaka tukafika mji unaitwa Pate. Akatwambia ni Pate. Kihistoria ndio asili ya Sheikh Uwesu. Huko tusiende. Katupeleke nchi mbalimbali kwa mkubwa huyu. Tusiende. Tutakuja nifike Baghdad kumchangia na mambo mengine. Mwisho yote bwana anapoondoka bwana ni lazima awepo bwana. Anapoondoka bwana ni lazima awepo bwana. Vikao vile vya faragha vya baina ya Sayyidi mlezi wetu na Sheikh Isa kilikuwa ndio kikao cha kwenda kumtangaza bwana atakayeshika nafasi baada yake bwana. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Tumejiridhisha na hilo, hatuna shaka na hilo, tumejiridhisha na hilo. Ni baina ya Jumatatu mpaka Jumanne, wiki moja. Hatujapata kauli iliyosemwa kwamba imekuja baada ya kauli ya Jumatatu. Hatujapata kauli hiyo. Tumejiridhisha, tutafuta maneno na kuhusia kwa hali mbalimbali, lakini maneno kama yale aliyoambiwa kaka yetu Sheikh Isa bin Sheikh Muhammad Nasr, ameambiwa bwana hapa, nitaje jina lako, Bwana Umar bin Malik bin Mwarabu, ambaye ni katibu wa baraza la wadhamini wa Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania. Tunapata kwamba bara ameambiwa neno lile Sheikh Isa bin Sheikh Muhammad Nasr, na Zanzibar neno lile ameambiwa Bwana Umar bin Mwarabu, katibu wa baraza la wadhamini wa Jumuiya Zawiyatul Qadiria Tanzania. Baraza hilo ndio chombo cha juu kabisa. Baada ya kuita wale wote waliopata usia, sasa bwana huyu yeye ilikuwa baada ya Dar es Salaam, kabla ya Dar es Salaam. Kwa hiyo imeanza kwa Sheikh Umar, ikaja kwa Sheikh Isa, ndio bwana akahitimisha kwa kusema hiki ndio kikao cha juu na ndio kikao cha mwisho. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
عليه وسلم. يا نور عرش الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم صلى الله عليه وسلم. Baada ya kukaa kamati kuu ya Jumuiya ya Zawiyatul Qadiria Tanzania kishirikiana na kamati ya mashehe wa Jumuiya ya Zawiyatul Qadiria Tanzania, acha ile kamati ya mashehe wa kanda, tuna kamati ya mashehe wa jumuiya kwa wenzetu wanaoita baraza la ulama, lakini tukishirikiana na secretariat kwa maana ya wakurugenzi wa idara mbalimbali ndani ya Jumuiya ya Zawiyatul Qadiria Tanzania, lakini tukiwepo na mimi mwenyekiti wa Jumuiya ya Zawiyatul Qadiria Tanzania nikiwa mwenyekiti wa kikao hicho, na katibu mtendaji Alhaji Sheikh Yusuf Bakari ambaye ndiyo katibu wa kikao hicho kwa mujibu wa katiba. Tukapata maelezo mbalimbali kutoka kwa mama zetu, watu wa karibu, viongozi wetu, lakini nikathibiti maneno yale aliyoambiwa kaka Isa na anayoambiwa kaka yetu hapo Bwana Umar ndiyo maneno ya mwisho na ndiyo maneno ya kikao cha juu na kikao cha mwisho. Hivyo basi imethibiti kuwa mlezi wetu wa sasa ni Alhaji Bwana Juma Alhaji Khalifa Ali Juma Mkwani, ndiyo mlezi wetu wa sasa. Radiyallahu anhu. Sallu ala nabii. Allahumma salli wa sallim alayhi. Imethibiti kwamba mlezi wetu wa sasa aliyeachiwa na mwenyewe mlezi wetu Sayyid Uthman bin Sayyid Abdul Qadir al-Qadiri ni Sheikh Ali Juma Mkwani, aliyekuwa msaidizi wake, yeye ndiyo mlezi wetu wa sasa. Hili limethibiti kwa vikao vilivyo ndani ya katiba, vikao halali, utaratibu wa kujiridhisha umefanywa kwa kina, na tumepokea taarifa kutoka sehemu mbalimbali, lakini tukagundua nyingi ni mansukh na nasikh ni ile ya kaka Isa na Sheikh Umar. Sallu ala nabii. Hivyo basi isichoshe akizema, hii ilikuwa ndio kiu ya muridi wote, na ilikuwa ndio shauku ya kila mmoja kutaka kujua kwamba bwana kaondoka, atuachia nani? Ametuachia Sheikh Ali Juma Mkwani radhiyallahu, wala tuseme ametuachia Sheikh Ali Juma Mkwani radhiyallahu, ametuachia Sheikh Ali Juma Mkwani ndio mlezi wetu radhiyallahu. Sheikh Ali Juma Mkwani ndio mlezi wetu radhiyallahu. Niwashukuru kwa kupokea. Sasa kwanza niwashukuru kwa kupokea jina hili kwa bashasha na furaha na ukunjufu wa ndani ya roho, na hii ni kuthibitisha kwamba muridi wa Jumuiya ya Zawiyatul Qadiria Tanzania chini ya malezi ya Sheikh Muhammad Nasir, lakini chini ya malezi ya mlezi wetu Sayyid Uthman, tumelelewa na tumeleleka, na hiyo ndio sifa ya muhimu. Nimuombe sasa asimame mbele yenu Sheikh Ali Juma Mkwani, mlezi wetu. Salli ala nabii Muhammad, ya salli ala nabii Muhammad, salli ala nabii Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
مجد الله يا مجد الله يا جرافي يا سيدي يا سيدي شيخنا عبد الوهاب يا لطيف سميع يا ملم الكلام يا غياب المصطفى ما قلم ولا فرجي كبل إن ممكن علينا فاستجب لي ربنا الرحيم النبي المصطفى فاعبدنا 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا خلق الله يا نور الله يا عرش الله يا نبي الله يا نور الله يا مصطفى الله سيدي شيخنا عبد الغالي سيدي شيخنا عبد الغالي سحمد سحمد شيخ محمد ناصر شيخ محمد ناصر شيخ عبد الله الرجال كلكم يا أولياء الله كلكم يا أولياء الله أمال النبي محمد يا شفيع قيامة نوري سلام عليك نوري سلام عليك أمال النبي محمد يا شفيع قيامة نوري سلام عليك نوري سلام عليك أحمد النبي محمد يا شفيع القيامة نوري سلام عليك Watu wote kwa sanzenu rudini mkaiba vile vile mlivyokuwa. Kaeni kitako kwa sanzenu, kaeni kitako rudini nyuma. Wale watu wanafanya nini? Rudini nyuma kwa sanzenu, rudini nyuma kaeni kitako. Na wale wanataka kuona mbele. Sasa watu wanavyo renye msimama. Huo binafsi sio taratibu wetu jamani. Rudini sio binafsi.